Tunaendelea katika kisa yetu ya Mushkil Awam katika kadhia ya Lailatul Qadr. Baada ya kueleza Lailatul Qadr inapatikana lini na nini, kama hesabu mbalimbali atamko hiya au Lailatul Qadr, Sheikh asema walaha alamatun tadullu alaiha, ina hiyo Lailatul Qadr alama ambazo zinafahamisha juu ya hiyo Lailatul Qadr, alama ambazo kwa alama hizo unajua huu ndio usiku wa Lailatul Qadr. Wala alamatun tadullu alaiha, ina hiyo Lailatul Qadr una usiku wenye cheo, alama ambazo hufahamisha juu ya usiku huo. Fakad suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akameulizwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, ana alamati Lailatul Qadr, kuhusu alama ya huo usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr. Fakala, akasema Mtume Muhammad, hiya lailatun buljatin, huo ni usiku wenye kuzagaza, ni usiku wa kuzagaza. Ya lailatun buljatin, ni usiku wa kuzagaza, na usiku wenye mwanga, buljatin ngo, na usiku wenye mwanga. Ay mushrikatun, wenye kuzagaza, na yiratu, wenye kutoa nuru. Mushrikatun nayyira, usiku wenye kuzagaza nuru yake, na yiratu, wenye kutoa nuru. La harata, hapana joto, wala baridatan, wala baridi, usiku ambao hauna joto wala baridi. Umepoa, joto sio joto, baridi sio baridi. Wala sahaba, wala hauna mawingu, kwa mawingu yametanda, yamekishika huku na huku. Kwa hiyo ukitoka tu usiku ukaona mawingu yamejaa, jua hapo umepigwa. Hamna usiku wa Lailatul Qadr wala nini. Naeleka vizuri. Wala matara, wala hauna mvua, kama hivi mvua imenyesha sema usiku wa Lailatul Qadr. Kwa sababu imenyesha leo usiku wa Lailatul Qadr, haina mvua usiku wa Lailatul Qadr. Wala riha, wala hauna upepo unaovuma. Vuma upepo, kila kitu kimetulizana. Wala yurma fiha, wala hapaatiliwi katika usiku huo binajmin, nyota yoyote. Binajmin, nyota yoyote, ile kimondo, akipigwa kimondo chochote ile, kama kipande cha nani cha nyota kinakatika kinaenda kumpiga wale maradhi shetani. Haina usiku huo, hauna hayo. Ukikaa kwa kule vijijini ambako hakuna umeme na nini, ukikaa usiku unaona kama kuna kitu kinapiga. Hasa usiku huo hauna vitu kama hivyo, vitu vyote vya sampo kama hiyo vinakuwa havipo. Wala yurma fiha binajmin, wala hapatiliwi katika usiku huo nyota yoyote. Wala tatlu shamsu sabihataha musha'asha'atan, wala halitokezi alitomozi jua asubuhi yake aliyakuwa lenye kutoa mwanga. Musha'asha'atan, aliyakuwa lenye kutoa mwanga, kwamba una mwanga mkali, jua latoka eti siku ya Lailatul Qadr, alafu asubuhi jua lenyewe la akia utosini, kama jua kali kweli kweli. Hapo sama jana ilikuwa usiku uliopita Lailatul Qadr, hapana, jua lenyewe linakuwa na adabu siku hiyo, kwa sababu usiku wa Lailatul Qadr linakuwa na hiyo sura ya mwanga, lakini sio ule unaochoma. Naeleka vizuri, unakuwa na mwanga wa kawaida. Kwa hiyo wala tatlu shamsu sabihata, wala tumuzijua asubuhi yake musha'asha'atan, aliyakuwa lenye kutoa mwanga, lenye kusagaza, lenye kutoa nuru, lenye kutoa mwanga, lenye kusagaza, yani mwanga wake, maana unakuwa ni kali. Wa dhakaraha Muslim wa Ibn Hibban fi sahihihi, ameyataja hayo Muslim. Hayo tuliyosema sio ya Sheikh peke yake, asema ameyataja hayo Imam Muslim na Ibn Hibban katika sahihi yake. Wa sahibul musnad, na sahibul musnad bi alfadhi mutakaribatin, kwa matamko yaliyokaribiana, kwamba lakini maelezo hayo yatafautiana lugha tu, lakini haya aliyosema Sheikh ndio leo katika Sahih Muslim, Ibn Hibban na sahibul musnad, hivyo ni vitabu. Kwa usanu kunasuniwa liman raaha, maana siku hizi kuna shida kwamba ukisema jambo ambia fanya kitabu gani yani yako kitabu gani mpaka useme
Sasa kitabu gani maana yake? Ndio maana shehe, kwa sababu katujua watu wenyewe adabu zetu nani za kushikiwa hata nusu kikombe. Sasa hivi utaanza kuangalia shehe mpaka anasema yeye katoa wapi, unaanza kumhoji shehe, yani yeye unaanza kumhoji shehe kwamba katoa wapi. Sasa kwa sababu anazijua zama zenyewe, basi akaweka na ushahidi kwamba sio ya kwangu mimi, nendeni katika nini, Sahih Bukhari, Ibn Hibban na Sahih al-Musnad mtayakuta, ijapo kwa lugha tofauti tofauti, lakini maana yakiwa ni hayo hayo. Wa yusanu liman rahaha, kunasuniwa kwa mtu ambaye ameiona hiyo Lailatul Qadri, ayaktumaha, kuificha. Sio tangazo tena, jamani, mimi leo mzee nimeiona leo Lailatul Qadri nimeiona. Sio mahala pa matangazo. Hiyo itakuwa sirul asrar, labda kwa mtu wako wa karibu kweli, ambaye labda una kheri naye, si mtu hasid. Inawezekana unamweleza siku hiyo mzako alilala, sasa kwamba Lailatul Qadri nimemtolea, sema jamani, namchukia huyu. Ndio chuki inaanza sasa hiyo. Sasa jamani, tumeanza kuchukiana lini? Kumbe tangu ulipomwambia Lailatul Qadri ndio ugomvi ukaanzia hapo. Sinaeleka vizuri hapo. Kisa hiyo. Kwa hiyo vurugu zinaanzia hapo kwa sababu hajaona. Liannaha karamatun, kwa kwamba hiyo Lailatul Qadri ni karama aliyokupa Mwenyezi Mungu, kwamba wewe unazo karama, una hiyo Mwenyezi Mungu aliyokupa, ana kitu ambacho Mwenyezi Mungu akificha kwako ambacho mtu mwingine hana. Sasa ukianza kutangaza unajihusudu mwenyewe. Umeeleka vizuri hapo. Wayambaghi katimul karamati, lakini mimi naweza kanieleza ndio sina tabu au shaanza kusemaje? Mimi naweza kanieleza lakini hurushi ngumu tutakuambia. Naweza karusha ngumi, alafu tutakuambia kwa nia ya mtaka mufassalati wa babu wa mambo. Basi bana, nyinyi mkiona jamani, mtaniambia kama tumeiona, hata mimi msinifiche. Lianaha karama, tuko kwamba hiyo ni karama. Wayambaghi katimul karamati, na kunatakikana kuzificha karama. Kwa kama mimi nina karama, ndio hana huyo. Mimi sio mchezo, karama zangu sio mchezo, nikikuombea tu mambo yako yatakamilika hapo hapo. Ishara ya kwamba mtu mwenyewe hilo jambo analosema hana. Na mimi sharifu bwana. Wewe usharifu wenyewe pia usharifu unapata, labda usharifu wa ukoo, sio usharifu kwa maana hayo. Wewe ukoo utakubali kwa sababu si ukoo tu, sio usharifu wa mambo. Maana usharifu kwa aina mbili, kuna wewe usharifu wa mambo na maana usharifu si utukufu. Sasa utukufu unatokana utukufu wa nasabu, wewe na nasabu yako tukufu, na kuna utukufu wa mambo Mwenyezi Mungu akupa. Sasa wewe utukufu wa mambo huo hapana, lakini utukufu wa nasabu tukubali kwamba wewe ni sharifu, sababu si umezaliwa katika ukoo wa Mtume, basi wewe ni sharifu. Lakini sio kila aliyezaliwa kwa Mtume basi atakuwa ni sharifu. Nani atakuwa ana hizo karama? Wengine hawana, wanakuwa na karibu na mambo ya kheri. Kwa hiyo wayambaghi katimul karamati, unatakana kuzificha karama. Ndio kama nilisikia vizuri hapa katikati kulitokea mzozo wa nani sharifu kwenye mitandao na nini, nasema wewe sio sharifu. Nadhani tokea kitu kama hicho hapa katikati, sijui ule mzozo ulikuwa kwa nani na nani, lakini ilitokea kwamba wewe sio sharifu, wewe sharifu, mimi sharifu. Usharifu man sharafa nafsahu fa huwa sharifu. Huo ndio usharifu una shida, yani wewe mwenyewe unajiita mimi sharifu, hapo ndio palipokuwa na utata. Lakini ukiitwa hamna shida, sababu yale mambo yako ndio yanayofanya wale wakuita sharifu. Lakini wewe mwenyewe ukitangaza mimi sharifu, msinione hivi na mambo makubwa, nikikuombea jambo langu alirudi, wewe ndio ukiomba hata hapo nje ndio wenyewe ifiki, inaishia huko ndani, kwa sababu ushajipa nafasi ya kujibiwa wakati sio ahali wa kujibiwa. Kwa sababu kwanza asilimia kubwa mtu akiwa na hayo mambo anakuwa ni mtadharri sana, watu mnyenyekevu sana, rahim kumwangalia, muona unaona kwamba huyu ni mcha Mungu, umuone akijikweza au umuone akijifakarisha na kitu, na huyu kweli hata ongea yake, sema yake, yani vitendo vyake, unaona kama huyu ni mtu sawa sawa, wala hajifichi. Lakini ukishaona kwamba vilemba vingi, majoho mawili
vilemba cha kichwani, mara gani sita, kuambia huu ndio utaratibu wa usharifu. Haya tunaweza kusema sana, lakini tukubali ndio sharifu kwa sababu kajiita sawa. Wahia na hizo karama lahdhatun saghira, wahia na lailatul qadri lahdhatun saghira, ni kitambo kidogo sana. Ala suratul barq, juu ya sura ya umwemwe, al-khatif, wenye kubokora. Yani yenyewe nayo utaiona kitambo kidogo sana juu ya sura ya umwemwe wenye kubokora, basi imetoka. Sio utaiona imeganda. Sasa ukiona nimeiona leo tani kama dakika 5 hivi nimeiona, ulikuwa unaota wala ukoona bila tukadiri wala nini, kwa ulikuwa umetazama TV jana. Kwa hiyo sasa maana ile sura ya TV imekuwa usiku imekurejea, nasema nimeiona kwa salatul qadr, kumbe ni TV. Ulikuwa unatazama nani, watu wanaruka majoka Ulaya huko, na leo umeona salatul qadr hivi unatoka kama moya ulete kabisa ile tukio kama dakika 10 hivi. Anasema leo ilikuwa sio mchezo. Haya, sema kama dakika 10 hivi ilikuja mimi nimesimama kwangu, kumbe alikuwa anaangalia TV. Kwa hiyo lakini shaka asema yenyewe ni kitambo kidogo sana. Ala suratul barq al-khatif, juu ya umwemu wenye kubokora. Watafudhalu yamiul lailati, unakuwa bora usiku wote, li ajiliha, kwa ajili ya nini? Ya hiyo lailatul qadr, huo usiku cheo unakuwa bora usiku wote kwa ajili yake. Hakika ni jambo la msingi sana. Sasa haitakikani wewe kupite usiku, siku ikupite kabisa hujasoma Qur'ani, hujafanya ibada yoyote. Hasara yako kubwa sana. Siku hiyo unayofanya hivyo ndio siku ya lailatul qadr. Kilio chake hicho, kama unaambiwa unaenda kulia, unasema unaenda kulia chooni, maana ukitoka huko hata mtu kufuta machozi hayupo, kwa sababu umepambana kuitafuta, alafu siku ile ndio siku yenyewe ukaunga, unakuja kuamka saa 12 asubuhi, mpaka swala asubuhi yenyewe ishachelewa, alafu ambaye ndio ukitoka kwenda ukiangalia unaona taswira na picha, hakuna makelele mengi. Hata wakunguru hatakuwa anaruka ovyo, wanaruka kwa staha. Hata baridi yake inakuwa baridi ya staha pia. Mwanga unakuwa mwanga wa wastani. Kila kitu kinakuwa under control. Hiyo ndio usiku leo. Kwa hiyo sasa ikitokea umekupita, ni jambo la kuhuzunisha sana. Msiba wake mkubwa sana. Maana umepoteza swala za miaka 83 na miezi minne. Umepoteza swala za miaka 83 na miezi minne kwa siku moja, kwa isha moja ambayo hukuiswali wewe, umepoteza sehemu kubwa sana. Kwa hiyo ni kitu cha msingi tupambane nacho, laila wa nahar, mchana na usiku. Hakikisha kuna jambo umefanya, jambo umelifanya. Usikubali wakati wako unapotea bighairi nidhamu, hauna utaratibu, unakwenda tu unapiga story kijiweni. Usaidie nini mwezi wa Ramadhani? Story usubiri mwezi baada ya Ramadhani, piga story sasa. Ndio vizuri. Kwa sababu siku ya hasara haipo, imepita hiyo. Sio muda kukaa kijiweni na kupiga story sio fahamiana, unasikia bwana, unasikia bwana. Story ni moja tu. Qala Allah qala Rasul, hiyo ndio story ya sasa hivi. Mpaka Ramadhani inakwisha. Sasa ukiona kabisa umechoka, lala, sababu katika ibada na umswali na ibada, singizo mwenye kufunga ni ibada, na msabihi Mwenyezi Mungu anaandikiwa wakati ule kalala. Sema Sheikh ya Fauza Abidin kadaraha maratan. Naam. Kwa hivyo yenye sura yake ni yani kudhibiti kwamba nimeipata Lailatul Qadr ni wewe kuiona mwenyewe, sio pia kwamba imepatikana Lailatul Qadr kuiona, lakini yuko kwenye ibada, yeye haamuli chochote. Kule kuona ni fadhila, ni karama, lakini kupatikana sahihi ni kule kufanya kuwa ndani ya ibada, ndio kupata sasa sahihi.
Sio kwa maana yule ambaye atakuwa ameona ndio kaipata, yule ambaye amefanya ibada hajaipata. Aliyepata ni yule aliyefanya ibada. Aliyepata ndio yule aliyefanya ibada. Kwa hiyo hapa kuona ni karama, ni jambo jingine la ziada ambalo Mwenyezi Mungu akupa. Kwamba bana wale basi sasa kadri hiyo. Naweza kuona hiyo nani kalbalik al-khatif ukiona basi ataeleza huko mbele na namna yake kwamba inakueje, inashuka kama nini, inakuja kama nini, unaiona. Lakini anachoelezea hapa ni tarfat ain, kufumba na kufumbua jambo lenyewe lishakuwa na lishapita. Ni tena baada ya pale, sio kitu cha kukacha kudhibiti kwamba kilikuwa ni kitu ambacho umepata ishara kwamba leo nimeswili zile ibada zangu, leo zimeswili kwa kuiona. Lakini kuipata sahihi ni kule alikotuhimiza Mtume Muhammad tuitafute sisi kwa kufanya ibada siku zote tangu Ramadhani mosi mpaka mwisho wa Ramadhani. Sababu inawezekana ile Ramadhani ya kwanza ndio ile Lailatul kote ikawa imeshatoka. Umepita ile kisa cha jana kwamba Sheikh kaiona Lailatul Qadr katika umri wake mara 2. Tena imetawafu katika 27 mara 2. Sasa kama aliishi miaka 60, maana yake kaiona katika iona hiyo Lailatul Qadr mara 2 peke yake. Kwa maana hiyo miaka mingine ilikuwa imetokea mwezi gani, tarehe gani ilikuwa ndio imekuwa Lailatul Qadr. Maana yake ilikuwa ina Mwenyezi Mungu ni fundi wa hayo. Mimi hiyo Lailatul Qadr ya 27 na ikubali ipo kwa sababu imesemwa, lakini kwa jinsi watu wanavyoiwania sioni kama inakuwa ndio imerasi sawa sawa, kwa sababu ndio siku hiyo watu wote wanahamia msikitini. Yaani Ramadhani nzima hakuswali, siku hiyo ndo kahamia msikitini, analala na daku yake kubwa. Sasa unajua hata atakana kaja, lakini akajikuta analala mpaka muda wa sala, hapo anaenda kutawadha, akija anakaa kwenye nguzo, anasubiri mnaswali, mkimaliza anaomba naye dua, amemaliza sasa leta chakula. Sasa yule kaja kwenye Lailatul Qadr kaja kula. Kama hivi tunaambiwa kwamba Muhammad wa 6 kutakuwa na pilau la punje ya mtano, punje ya mchele, nyama. Maana yake watu watakuja kwa sababu ya pilau, sio kwa sababu ya nini? Sasa nile inna malamalu hapo ndipo tutakapokuwa tunaachana watu wengi. Sasa kama umekuja kwa sababu ya Lailatul Qadr, fadhiha wane tani Allah. Mimi sikuja kwa Lailatul Qadr, nimekuja kwa sababu ya fulus. Kuna mtu alinipa hela zake nitoe mchango, kwa hiyo lazima nionekane, lazima ajue nimekuja kwa sababu alinipa mchango wa Lailatul Qadr. Na hela zake nusu nimekula, nusu nimebakisha. Mchango wenyewe sikutoa kabisa, nimetoa tu maji. Yaniambia hela hizi za kununulia mchele, mimi nimetoa maji. Kwa sababu mchele tayari upo. Kwa hiyo sina haja, hata akija namwambia mchele ndio unaona umepikwa hapa. Ushamuibia mpaka mtu mwenyewe. Ushampiga panga. Sasa ili akuone kama sala, lakini na mimi nitakuja. Kwa hiyo bana msiku huu hapa 700,000 hizi au milioni, lakini na mimi nitakuja kwenye Lailatul Qadr. Sasa yule bwana akija hajamkuta. Dua ziwe nyingi wanatuombea. Anatoa. Tuna mheshimiwa hapa kaja bwana, muombee dua sana. Ndio waheshimiwa wanakuwa wengi siku hizi. Waheshimiwa. Dua zina matatizo hizi duniani. Mwenyezi Mungu atunusuru ya Rabbi. Na vitu vya ria. Ndio dua za waheshimiwa wanakuwa na dua nyingi siku ile. Kwa sababu gani? Wameshatoa mzigo. Sasa wewe ambaye umepewa huo mzigo, lazima uonyeshe ule uheshimiwa ukoje. Sio ndio vizuri? Lazima uonyeshe ule uheshimiwa ukoje. Afwan. Asalamu alaykum. Yakulu shairu, anasema mshairi, ya fawza abidin qadraha marratan fi umrihi if adraka al-mahmuda man kamaha yughfaru lahu ma qad madha min dhanbihi wa yanalu fiha suhula fajhad asaka tanaluha fi ma baqi bil jiddi wahdhar an takuna ghafula was'al ilahak birrahu wa nawalahu yu'tika fadlan min ladunhi jasila. Sadaqa al-qail. Ya fawza man
kufuzu ya fauza abidin, kufuzu ya fauza abidin kadraha, kufuzu kwa mja ambaye hakika ameiona maratan, mara moja, fi umrihi, katika umri wake, hivi kwa kwamba adharaka almamula, amepata yenye kutumaiwa, amepata mambo yenye kutumaiwa, maana amepata haja yake, kwa kwamba amepata haja yake, maana jambo lenye kutumaiwa ambao ni hilo la kupata la kuona kheri. Mankama, huyu ni ambaye ameiona. Sio kama nimeeleweka vizuri. Tuna tofauti hapa, tumesema tofauti ya kuona na kusimama. Ya fauza abidin kadaraha maratan, kufuzu kwa mja ambaye akameiona mara moja, fi umri, katika umri wake, idh adaraka almaamula, kwa sababu yeye ameadhiriki yenye kutumaiwa, yale yanayotamaniwa yeye kafanyaje, kayapata. Sababu mpaka Mwenyezi Mungu anamuonyesha kafanikiwa, maana ukiiona umefanikiwa. Maana wewe na pepo tena bainaka wa bainahu dhira. Saman kama atakayesimama hiyo usiku, atakayesimama huo usiku wa Lailatul Qadr, atakayesimama huo usiku wa Lailatul Qadr, yughfaru lahu ma qadama, kusamehewa yeye yale ambayo haka yamepita, min dhambi, katika madhambi yake, wa yanalu fiha suhula, na atapata katika usiku huo ombi lake aliloliomba. Ukiomba pepo siku hiyo unapata, ukiomba mali siku hiyo unapata, ukiomba mke siku hiyo unapata, ukiomba ujinga siku hiyo pia ujinga unapewa. Wakati utakavyoomba wewe mwenyewe unaomba, Mungu atakupa. Hata unaomba mimi niwe jahili, Mungu anakupa ujahili, kwa upuzi uliopitiliza kabisa. Kwa hiyo mankama yughfaru lahu ma qad madha, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr, usamehewa yeye yale yaliyoshapita, min dhambi, katika madhambi yake, wa yanalu fiha suhula, na atapata katika siku hiyo ombi lililoliomba. Subiri adhabu. Kwa hiyo anaendelea kusema Sheikh, fajhad, jipinde, asaka tanaruha, wenda ukaipata hiyo, ukaupata usiku wa Lailatul Qadr, fima baki, katika muda uliosalia. Fajhad, jipinde, asaka tanaruha, wenda ukaipata hiyo Lailatul Qadr, fima baki, katika muda uliosalia. Biljiddi, kwa kujitahidi, kwa kujipinda. Wahadhar, na tahadhar, antakuna ghafula, huwa ni mwenye kughafilika. Tahadhari kuwa wewe ni mwenye kughafilika na kuna hilo jambo la kujipinda na kujitahidi katika kuitafuta Lailatul Qadr. Wasali ilahaka birrahu, muombe Mola wako wema wake. Wasalu ilahaka, muombe Mola wako birrahu, wema wake, wanawalahu, na vipawa vyake. Muombe Mwenyezi Mungu wema wake na vipawa vyake, wema wa Lailatul Qadr na vipawa vyake. Kila ambacho utakipewa utatakiwa kustahili kupewa, basi hiyo ukipewe. Yutika fadlan, atakupa wewe Mwenyezi Mungu fadla min ladun, kutoka mbele zake, jazilan, kubwa. Yutika fadla min ladun jazila, atakupa wewe fadla kutoka mbele zake, kubwa, fadla kubwa. Hiyo ni yeye min ladunhi, yu'tika fadlan min ladunhi jazilan, atakupa wewe fadhila kutoka mbele zake, kubwa. Sheikh anasema wanasu fi ru'yatiha, watu katika kuiona Lailatul Qadr mutafawituna, ni wenye kutofautiana. Watu katika kuiona Lailatul Qadr sasa ni wenye kufanyaje? Kutofautiana. Faminhum, pana miongoni mwao, man yara nura, anayeona nuru, anaona nuru tumanga. Kalbark al-khatif, kama umeme wenye kubokora. Kalbark al-khatif, kama umeme wenye kubokora ule warani. Kuna mwingine anaiona hivyo. Wa minhum, na pana miongoni mwao, man yarau, anaiona hiyo Lailatul Qadr kalkhimatin, kama vile hema. Kalkhimatin, kama vile hema ambayo liko katika shakdufu, yani kama vile hema linashuka au kalalami nazilan, au kama bendera hali yenye kushuka, au kalalami, au kama vile bendera nazilan, hali ya kuwa yenye kushuka, minas samai, kutoka mbinguni. Anaona kama bendera inayoshuka.
ni kama nguo ambayo unaiona ya shuka nyeupe, nyeupe au utakavyoona mwenyewe, labda kijani. Wa minhum, miongoni mwao, man tankashifu lahu alhujubu, ambaye hufunuka kwa sababu yake pazia, anisamawati za mbingu, ambaye hufunuka kwa kile pazia za mbingu, anaona mpaka mbingu ya saba kote, anakuona kupe. Fa yushahidu fiha almalaika, anawaona katika hizo mbingu malaika, ala suwariha, juu ya maumbile yao, ala suwariha, juu ya maumbile yao, ma baina qaini, pana kati ya mwenye kusimama, wa qaid, na mwenye kukaa, wa raki, na mwenye kurukui, wa sajid, na mwenye kusujudi, wa musabbih, na mwenye kumsabihi Mwenyezi Mungu, wa muhallil, na mwenye kuleta tahlili. Anaona sura hiyo, anaona huyu, kuna huyu amesimama, kuna huyu amekaa, kuna huyu amerukui, kuna huyu amesujudi, kuna huyu anamsabihi Mwenyezi Mungu, kuna huyu analeta tahlili. Kuna watu ambao wanaona hivyo, kuna ambaye atakuwa amefunguliwa ile pazia akaona hayo. Wa anil janna, na pia anafunguliwa pepo na anaiona pepo, wa mafia, na aliyomo ndani ya pepo. Wa anin nari, na anaona moto, wa mafia, na aliyomo katika moto, yote anayaona. Kuna ambaye anafunguliwa kwa anayaona yote hayo. Wa nuhumil ardhi, na mvungo wa ardhi, kuna ambaye anafunguliwa mvungo wa ardhi, mvango wa ardhi, mvango wa ardhi chini ya ardhi. Kuna ambaye anafunguliwa ardhi anaiona mpaka chini. Fa yushahidu aljinna wa shayatina wa ibilisa, anawaona majini na mashaitani na ibilisi, anawaona, akiangalia anaona mashaitani, majini, ibilisi, anawaona huko chini. Wa naalami jinsihi, na kuna ambaye anafunguliwa kuhusu ulimwengu na jinsi yake. Ulimwengu anafunguliwa, dunia anaiangalia, dunia ilivyo, min al-awwal ila al-akhir, anakusanywa dunia kama kijiji hivi, anaiangalia kana kwamba anaangalia tufe tu hivi dunia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Fayara nasa ala ma hum alayhi, anawaona watu juu ya ile hali ambayo wao wako juu ya hali hiyo. Minataati, miongoni mwa kumtii Mungu, au maasiati, au kumwasi Mwenyezi Mungu, au ghairi dhalika, au isiokuwa hayo, sawa. Basi nataishia hapo, tuje tuanze Lailatul Qadri khairu min alf shahri. Kwa sababu Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Wa hadha, assalamu alaykum.